lakini ni kwa neema yake. Bwana asifiwe. Amen. Nachukua pia nafasi hiyo kushukuru mchungaji wetu ambaye ni baba yetu, ambaye ametulea na anaendelea kutulea. Anataka tufanyike vyombo ambavyo ni vya baraka. Napenda kumshukuru pamoja na wazee wetu ofisi ya mchungaji. Nashukuru hata na wewe kwa kukubali wito huu na kufika. Najua dalili zimebadilika kule nje, lakini umejitolea kufika katika uwepo wa Bwana, na niombe langu ya kwamba usitoke bure, utoke na kitu. Bwana asifiwe. Amen. Tutaenda moja kwa moja mpaka kwa neno la Bwana. Ujumbe wetu ni the power of thanksgiving. Nguvu zilizoko katika kushukuru Mungu. Thanksgiving. Nashukuru Mungu kwa sababu si kwa nguvu zangu. Naomba tusome tu katika kitabu cha Wafilipi, kitabu ambacho tunakijua, ni kitabu tumejifunza kutokea kule chini Sunday school, na ninaamini ya kwamba Mungu anaweza kutubariki. Biblia inasema, usijisumbue kwa neno lolote, bali katika neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza mara nyingine. Nasema ni asante kwa ajili ya wema wako. Asante Baba kwa fadhili zako ambazo zi dhahiri katika maisha yetu. Ninakuinua maana wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya neno lako. Naomba Bwana usemi utokao kwako. Roho Mtakatifu nitie nguvu, takasa kinywa changu kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa kila sikio, kalibariki, lihudumie, maana wewe ni mwema, na katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Bwana asifiwe. Najua sote tuko katika maombi na tunaomba tukiwa na matarajio. Bwana asifiwe. Na matarajio ya maombi ni kwamba maombi yetu yajibiwe. Na ili maombi yajibiwe, kama mtoto wa Mungu, kuna vitu ambavyo vinajalisha. Kuna vitu ambavyo vinamata katika maisha haya ya wokovu ama kutembea na Bwana. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu si bure tumepewa muda mzuri ama wiki nzuri ya kuingia katika maombi, ili maono yetu Mungu akaweze kututimizia, akaweze kukutana nasi. Tuna matarajio makubwa sana ili Mungu akaweze kutujibu, akaweze kutupa jibu. Ni vizuri wakati unapoomba upate jibu. Bwana Yesu asifiwe. Kila aombaye, Biblia inasema ya kwamba anapewa. Tunaambiwa mahali katika Biblia ya kwamba tubishe na sisi tutafunguliwa, tuombe na tutapewa. Kwa hivyo ni jukumu letu kuomba tukiwa na matarajio ya kwamba maombi yetu tutapewa. Sijui umekuja ukiwa vipi, sijui umekuja ukiwa na yapi ndani ya moyo wako kwa ajili ya haya maombi ambayo unayafanya, ambayo umeyabeba, ambayo umeyaandika chini. Sijui uko na matarajio yapi, lakini ninalojua tu ni kwamba wakati tunaomba lazima tupate jibu. Na ingelikuwa hakuna wajibu, sidhani kama tungeliomba. Bwana asifiwe. Na ndio sababu mara nyingi Mungu anaturuhusu tupitie vipindi fulani, anaturuhusu tukose vitu fulani ili tuweze kufanya bidii. Na bidii tunayoifanya kama watoto wake ni kumuomba. Maana yeye anajua ni kweli tunahitaji, lakini mara nyingi anatarajia tuombe, anatarajia tuitishe, anatarajia tumwambie matamanio yetu ndio aweze kutupatia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ajili ya shukrani ama in the power of thanksgiving, ili maombi yawe answered, Mungu ana demand tuwe watu wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshinda kuanzia asubuhi mpaka saa hizi. Ukweli ni kwamba tunapokuja katika uwepo wa Bwana ama wakati unarudi pale nyumbani, ni vyema umshukuru Mungu. Na wakati unatoka ukienda pia pengine ni kazi ama safari, najua una matarajio kwamba unaenda utarudi salama, unaenda kazi
utarudi ukiwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ajili ya hiyo Mungu anadimani tuwe watu wa shukrani, tuwe watu wenye mioyo ya shukrani katika mambo yote. Maana Biblia imetuambia ya kwamba tusali kila wakati kwa kuomba. Tunaomba katika maombi yetu tuongeze ndani shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tunaongeza shukrani ni hakikisho ya kwamba Mungu wetu anakuja kwa haraka. Bwana asifiwe. Tunaweza kuwa tunaomba siku nyingi, tunaweza kuwa tunaomba mpaka tunaisha, tunatembea nguo zinaanguka, lakini kama hatutakuwa na mioyo ya shukrani, hayo maombi hayatajibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kumbuka Paulo na Sila kwenye gereza. Bwana Yesu asifiwe. Paulo na Sila walikuwa gerezani, na waliwekwa gerezani kwa ajili ya mambo mazuri walikuwa wanafanya, ambao wenye waliwaweka pale waliona ni kinyume. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni haki walikuwa wanaitenda, lakini kwa sababu kwa wanadamu ambao hawako wamemjua Mungu waliona si haki, waliona hawa watu ni watofauti, hawa watu ni waajabu. Ikabidi wawaingize kwenye gereza, wakidhani ya kwamba wakiwaingiza kwenye gereza Mungu wao wanayemwabudu, wanayemtumikia, wanayemshuhudia hataweza kuwatoa pale. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hiyo hali ngumu, katika gereza, sidhani kama gereza ni tamu. Gereza ni kifungo, na sijui jioni leo uko katika kifungo gani. Unaweza ona uko sawa, lakini pengine kuna kifungo ambacho uko ndani. Paulo na Sila hawakujali ile gereza waliokuwa nayo. Usiku wa manane waliamka, wakamsifu Bwana, wakamwabudu na wakamshukuru. Imagine, wanamshukuru katika gereza, wanamshukuru katika kufinyiliwa kwao, wanamshukuru Mungu katika mateso yao, katika uchungu wao. Wamepigwa, wameumizwa, lakini katika kuumizwa kwao hawakuona chochote cha kufanya ila kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inamaanisha kwamba walipomshukuru Mungu, Mungu aliamrisha malaika na wakashuka. Asubuhi ilipofika ilipata wameshatolewa kwenye gereza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kushukuru Mungu ni chanzo ama ni access ama ni kitu ambacho kina provoke Mungu kuachilia msaada. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomshukuru Mungu, yeye anaruhusu ama anaachilia mbingu iweze kutushughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo katika hiyo gereza kulikuwa ni kubaya. Kwa gereza vile tunajua saa zingine mambo si matamu, mambo si mazuri. Ukiwa pale unaona ni kama mbingu yako imefungwa, unaona ni kama dunia yako imezuiliwa. Kuna vitu huwezi viona. Kwa gereza kuna kuta ambazo zimezingira ile gereza, na katika kuzingira ile gereza inamaanisha kwamba mtu akiwa pale hawezi akaona nje, hawezi akaona ni nini kinaendelea nje. Lakini nataka kushukuru Mungu kwa sababu hata katika mateso yetu, hata katika mapito yetu kama watoto wake, tujifunze kumshukuru Mungu. Na wakati tunamshukuru Mungu, atatutimizia, atajidhihirisha jinsi alivyojidhihirisha kwa ajili ya hawa wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thanksgiving empowers us to see God's promises fulfilled. Bwana Yesu asifiwe. Kumshukuru Mungu kunasababisha Mungu kusudi lake likaweze kutimia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi za Mungu zinatimia kwetu kwa sababu yetu kumshukuru. Bwana asifiwe. Wakati tunamshukuru, Mama Shama, unamshukuruje Mungu? Unamshukuru Mungu kwa sababu amenilinda, amenipa uzima, amenipa familia na ninaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ninaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu yangu kumshukuru, hata kama katika familia kuna mambo ninapitia, inasababisha yeye kutimiza ahadi zake katika familia yangu ama katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni mahitaji ndio nayo umetamani Mungu akutendee. Ninajua mwaka uliopita tulikuwa na mahitaji, tulikuwa na maono, tuliandika chini na tukaleta kwenye madhabahu, lakini wengine wetu
tulijibiwa. Lakini mwaka ulipoanza, ni wengi walisahau kurudi kwa nyumba ya Bwana na shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka wale the 10 lepers katika Luke. Bwana asifiwe. Waliponywa wote 10. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi tu tuko hapa sote, tuko na mahitaji katika msimu huu na ni wa maombi. Sote kila mmoja anakuja na maombi yake mbele za Bwana. Jinsi tulivyo na katika maombi yetu, jinsi tunapompa Mungu, kweli ni kwamba atatujibu. Na wakati atatujibu, itajalisha sana yule ambaye atakuwa na moyo wa shukrani na kumwambia Baba, ninakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo aliporudi mmoja kwa Yesu na kumshukuru, akauliza ya kwamba na wale 9 wako wapi? Bwana Yesu asifiwe. 9 walikuwa wameshapotea, wameshafurahia baraka zao, wanashangilia kwa yale Mungu amewatendea, kwa yale Mungu amewajibu. Lakini huyu mmoja akaamua ya kwamba hata kama nitafurahia, nitashangilia, lazima nirudi mbele za Bwana nimshukuru. Saa zingine ni vyema hata kuchukua muda wa kufunga na kuomba kwa ajili ya shukrani. Bwana asifiwe. Najua huwa si rahisi, lakini inatubidi. Bwana asifiwe. Saa zingine unaingia tu kwa maombi kwa kushukuru, kumwambia Mungu, ninakushukuru kwa ajili umenipenda jinsi nilivyo. Imagine ni wengi kule nje ambao wamepitia kama wewe, lakini wewe Mungu amekupendelea na akakuvusha. Kwa hivyo ni vyema tukaweze kumshukuru. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake, na si kwa sababu Mungu hana rasilimali. Mungu ana vitu vyote. Kama ni pesa, ana uwezo wa kuwa nazo. Kama ni mali, anayo. Kila kitu Mungu yuko nacho. Lakini kila Mungu hawezi fanya ni kujisifu, kujishukuru. Bwana asifiwe. Hawezi akajiabudu, na ndio sababu ametuchagua sisi kama wanadamu, kama vyombo, ili tukaweze kuleta sifa mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaleta shukrani zetu mbele za Bwana. Kuna vitu ambavyo Mungu anatarajia kutoka kwetu, na kitu cha kwanza ni a prayer of thanksgiving from the heart. Bwana Yesu asifiwe. A prayer of thanksgiving from the heart. Moyo wa shukrani kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri nikikupa kitu ama ukinipatia kitu, ninaweza nikashukuru nikasema mzee ninashukuru. Lakini kuna kitu kingine nyuma yake ndani ya moyo wangu. Je, moyo wangu unasema ama unamaanisha na kile ambacho kinatoka kwenye kinywa? Bwana asifiwe. Kwa hivyo inatupasa kama Wakristo, watoto wa Mungu, kama tunataka majibu katika maombi ambayo tunayafanya, tuwe na maombi ya moyo wa shukrani. Mioyo yetu iwe na shukrani wakati tunamuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni kwamba worship and praise of thanksgiving. Worship and praise of thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kumwabudu Mungu na kumsifu kwa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa tumwabudu Mungu. Wewe unastahili, hakuna kama wewe, pamoja na shukrani. Tunamshukuru, tunamwabudu, maana hatuna mwingine kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunamwabudu, inaamsha, inamprovoke, inachokora moyo wake kuachilia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati niliolewa na nikaingia kwa hii jamii, na ikawa kuna vitu ninajifunza. Wakati mama anapeana mtoto kitu na mtoto analeta mkono mmoja, anarudisha chenye alikuwa anampatia. Bwana asifiwe. Sijui kama kuna watu wamefikia kitu kama hicho. Wakati unapewa kitu na unachukua na mkono mmoja, inamaanisha hauna shukrani. Inabidi ulete mikono yote miwili. Hata mimi ikanifanya nikawa mwanafunzi. Ikawa nikipewa kitu lazima nipeane mikono miwili. Kwa sababu gani? Hata huyo mama ukimpatia kitu haleti mkono mmoja, analeta mikono yote. Sasa je, wewe ambaye anakupa na yeye mkubwa wako, utampatiaje mkono mmoja? Bwana asifiwe. Kumbe kuna kitu kilikuwa kinafanya kazi, kinajiumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunafaa
kushukuru. Na wakati tunashukuru, inamaanisha kushukuru kuna provoke God for more. Bwana asifiwe. Wakati tunamshukuru, inamchokora kuleta baraka zaidi. Wakati unampa mtu kitu na hasemi asante, hashukuru, ukweli ni kwamba next time nijaribu. Bwana asifiwe. Nitakuwa nasema next time nijikute. Bwana asifiwe. Nawezaje kumpa kitu cha thamani, nimejinyima na sisikia hata kusema shukrani. Na pengine hauna makosa, pengine umeshukuru kwa moyo. Bwana asifiwe. Najua saa zingine watu tunashukuru kimoyo moyo, lakini mwanadamu naye ni nani? Anataka aone kwa vitendo, si ndio? Mwanadamu anataka aone kwa vitendo. Wakati ninakupa na unashukuru, asante sana, ninashukuru, Mungu akubariki, mwanadamu unafurahia, mwanadamu unacheka, unasema kweli hii ni ya baraka. Next time Mary, utakapotoka kule nje na umepatia mtoto wa Sunday school sweet Sunday, next time na wewe mtoto akwambia teacher asante, next time unajua utakuja na packet full, utapatia klasi nzima. Bwana asifiwe. Kwa hivyo itakuprovoke kupeana zaidi. Kwa hivyo Thanksgiving provokes God to give us more. Bwana asifiwe. Inamchokora Mungu kutuzidishia. Kwa hivyo tumekuwa tukishukuru, sisi si watu wa shukrani. Tumekuwa tunamshukuru Mungu, na ndio ishara kubwa ambayo imefanya tuko hapa jioni ya leo. Tunamshukuru kwa matendo yake, tunamshukuru kwa kila kitu ambacho ametutendea, na kwa sababu ya kumshukuru inamchokora, na yeye hana budi kuachilia. Bwana asifiwe. Huwezi ukazuia kitu ambacho kiko katika mkono wa mwenye anakupa kama wewe ni mtu wa shukrani. Bwana asifiwe. Katika jamii tunajua ya kwamba tuko watu tofauti tofauti, na katika nyumba unakuta kuna watoto wamezaliwa na kila mtoto yuko na tabia zake. Bwana asifiwe. Kuna tabia fulani, sijui ni kwa sababu tumetoka katika familia, utakuta mwingine amepata tabia ya mama, mwingine tabia ya baba, mwingine hata amechukua tabia ya mjomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi ni watoto wa Mungu, tumezaliwa kwa mbegu moja, tumezaliwa na baba mmoja, inatubidi tuwe na tabia ya huyu baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa tumshukuru kila wakati. Jambo lingine ni testimony of thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda wa shukrani. Haleluya. Ushuhuda wa shukrani. Wakati unashuhudia kwa kushukuru. Nataka nipeane mfano. Wakati unapika mandazi, unaweka katika huo unga ili uweze kufura. Si kweli? Tuko na baking, tuko na yeast. Kwa hivyo testimonies are like yeast. Bwana Yesu asifiwe. Testimony ni kama yeast. Hicho kifaa ama hicho kidude kinakaa kama unga ambao unafurisha unga. Bwana Yesu asifiwe. Kinafanya Mungu anachukua hatua. Wakati huo unga unafura, wakati huo unga unapanda, unakuwa zaidi ya size yenye ulikuwa. Kama uliweka kwa besheni, ukikuja after 30 minutes utapata huo unga hata unamwagika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunashuhudia na shukrani, tunaprovoke Mungu kufurisha baraka zetu ama kuongeza baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Inachokora Mungu kuzidisha baraka zetu. Kwa hivyo kama unataka baraka zako, maombi yako ama muujiza ambao unatamani kuzidishwa, inabidi ushukuru kwa kutoa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tusome 2 Chronicles 20. 2 Chronicles 20. Mambo ya Nyakati. Alipokwisha kufanya shauri na watu, akaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu Bwana, akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni. Kuvizia nadhani tunajua, yenye paka huwa anavizia panya. Bwana Yesu asifiwe. Utaweka hivyo ndio tuweze kuelewa
Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa, kwani wana wa Amoni na Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakaao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kumshukuru Mungu kuna provoke Mungu kutake over maadui zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hichi ni kisanga, ukikisoma kuanzia tu pale juu mpaka chini, utakuta ya kwamba hawa ni watu walikuwa kwenye vita, lakini wakaambiwa na kiongozi wao ya kwamba wasiogope, maana Mungu wao atawaokoa. Bwana asifiwe. Na katika Mungu kuwaokoa, ilibidi wamsifu, wamwabudu na wamshukuru. Katika kushukuru kulimsababisha Mungu akaweza kupigana vita vyao. Ikabidi hawa maadui wenyewe wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe mpaka wakauana machoni pao. Kwa hivyo kumshukuru Mungu kutafanya yeye atupiganie, apigane juu ya maadui zetu, jinsi neno letu na huu mwezi linatuambia ya kwamba ni yeye Mungu atakayetuinua juu ya maadui zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo atatuinua tu juu kama tutakuwa watu wa shukrani. Kwa hivyo ni ombi langu jioni ya leo ya kwamba tunapoendelea katika maombi tusichoke kumshukuru Mungu katika kila jambo. Tunamshukuru hata kama ni mazuri, hata kama ni mazito, hata kama tunaona hakuna njia, hakuna mwanya, tunamshukuru, kwa sababu tunapomshukuru inamsababisha kupigana vita vyetu, inamsababisha kututetea na kutufungua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo napenda kushukuru Mungu kwa ajili ya muda. Najua tutamalizia siku nyingine, muda wetu umeenda. Kwa hivyo naomba tukaweze kusimama kwa miguu yako tunapoenda mbele za Bwana. Tunataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Tunataka kumwambia Mungu tumekuja jinsi tulivyo. Tumekuja kwa sababu ni wewe Baba yetu umetuumba. Tunapitia lakini tuko mbele zako. Tumeleta hoja zetu mbele zako. Tumeleta Bwana vilio vyetu. Tumeleta shukrani zetu ili tukaweze kukutana na Mungu. Ni vyema tujifunze kumshukuru. Kwa hivyo mshukuru Mungu kwa maneno yako. Mshukuru Mungu kwa sababu ni yeye ili akupiganie, akuinue juu ya maadui zako katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, tunakutukuza, tunakuinua Mungu wetu, tunakuabudu, maana ni wewe Mungu wa vyote vyenye mwili. Unasema katika neno lako katika Yeremia ya kwamba je, kuna jambo kubwa lisiloweza? Bwana tunakushukuru kwa sababu hakuna jambo
majeshi, tunakupenda Bwana, tunakuinua. Asante Bwana kwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua tu ya kwamba kuna mahitaji, ninajua kuna maono, naomba haya maono sasa uyalete mbele za Bwana. Mwambie Bwana, ni mwaka wangu wa kubarikiwa, ni mwaka wangu wa kutimizia. Tafuta tu nafasi yako mbele za Bwana mpendwa. Umekuja kupitia jina la Bwana. Mwambie Bwana, ni hili na hili nimeliweka mbele zako.
Asante Baba kwa sababu ni mapenzi yako, tukushukuru. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Tunakupa sifa, tunakupa heshima, utukufu wote na adhabu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuabudu.